Mwisho wa siku 2300. Niliona kiti cha enzi na juu yake akiwa ameketi Baba na Mwana. Niliutazama uso wa Yesu na kuvutiwa na umbo lake la kupendeza. Sikuweza kuona umbo la Baba kwa maana alifunikwa na wingu la utukufu. Nilimuuliza Yesu, "Je, Baba yako ana umbo kama lako?" Akanijibu kuwa analo. Lakini sikuweza kuliona umbo lake, kwa maana alisema, "Mara tu ukitazama utukufu wa umbo lake, utakufa papo hapo." Mbele ya kiti cha enzi niliona watu wa marejeo, kanisa na ulimwengu. Niliona makundi mawili, kundi moja lilosujudu mbele ya kiti cha enzi kwa kicho, wakati kundi jingine lilikuwa limesimama bila kicho na bila kujali. Wale waliokuwa wanasujudu mbele ya kiti cha enzi walikuwa wakiomba na kumtazama Yesu. Kisha naye akamtazama Baba yake na kuonekana kuwa anaombea kwa Baba. Nuru ilikuwa ikitoka kwa Baba hadi kwa Mwana na kutoka kwa Mwana hadi kwa kundi lililokuwa likiomba. Kisha niliona mwanga wa nuru iliyozidi kiasi ikitoka kwa Baba hadi kwa Mwana, na kutoka kwa Mwana iliangaza kwa watu waliokuwa wakiomba mbele ya kiti cha enzi. Lakini wachache tu ndio waliopokea nuru hii kuu. Wengi walitoka katika nuru hiyo, mara wakaanza kupinga. Wengine walikuwa wasiojali na wakuifurahia nuru hiyo, nayo ikaondoka kwao. Wengine walifurahia, wakaenda na kupiga magoti pamoja na kundi dogo lililokuwa likiomba. Kundi hili lote lilipokea nuru na kuifurahia, na nyuso zao ziling'aa kwa utukufu wake. Nilimwona Baba akiinuka kutoka katika kiti cha enzi, akachukuliwa katika gari la moto hadi katika chumba cha patakatifu pa patakatifu ndani ya pazia na kuketi. Kisha Yesu naye akainuka kutoka kwenye kiti cha enzi, na wengi kati ya wale waliokuwa wakisujudu mbele ya kiti cha enzi wakainuka pamoja naye. Sikuona mwale hata mmoja wa nuru ukitoka kwa Yesu kulijia lile kundi lisilojali baada ya Yesu kuinuka. Kundi hilo liliachwa katika giza kamili. Wale waliokuwa pamoja na Yesu waliendelea kumkazia macho Yesu alipotoka juu ya kiti cha enzi, na aliwaongoza nje mbele kidogo. Kisha aliinua mkono wake wa kuume, na tulisikia kwa sauti yake ya upendo akisema, "Subirini hapa, naenda kwa Baba yangu kupokea ufalme. Chungeni mavazi yenu yasiwe na mawaa, na muda kitambo nitarudi kutoka harusini na kuwapeleka kwangu." Kisha gari la wingu lenye magurudumu mfano wa moto wakao likazungukwa na malaika likaja mahali alipokuwa Yesu, akapanda ndani ya gari hilo na likampeleka patakatifu pa patakatifu ambapo Baba yake alikuwa ameketi.
Hapo nilimwona Yesu, kuhani mkuu, akisimama mbele ya Baba. Kwenye pindo la vazi lake kulikuwa na njuga na komamanga. Wale waliokuwa pamoja naye walielekeza imani yao kwake katika patakatifu patakatifu na kuomba, Baba, tupe roho yako. Baba, tupe roho yako. Ndipo Yesu aliwavuvia Roho Mtakatifu. Katika roho hiyo aliwapulizia. Kulikuwa na nuru, nguvu, upendo mwingi, furaha na amani. Niligeuka kuangalia kundi lililobaki likisujudu mbele ya kiti cha enzi. Hawakujua kwamba Yesu amekwisha ondoka mahali hapo. Shetani alionekana akiwa amekalia kiti cha enzi, akijaribu kuendesha kazi ya Mungu. Nikawaona wakitazama juu kwenye kiti cha enzi wakiomba, Baba, tupe roho yako. Baba, tupe roho yako. Shetani aliwavuvia nguvu chafu. Katika nguvu hiyo kulikuwa nuru na nguvu nyingi, lakini haikuwa na upendo mtamu, furaha na amani. Lengo la Shetani lilikuwa ni kuwashikilia katika udanganyifu na kuwarudisha nyuma na kuwadanganya watoto wa Mungu. Basi hiki ndicho kilichotokea mwisho wa siku 2300.